Tugacokia ngatho muno ni undu wa kunyitanira na ithui ni undu wa gucagura Kameme TV muthigi wa ruriri Kurung'a Igiri tukoragwo tukinyitanira na andu aria manakorwo makigiginyana muno makiria na magakorwo magikuhe mwihoko ati maundu mothe no magirire atongoria mbeu njithi andu aria makoretwo makigira thiini wa utongoria ona thengia ya gukorwo mari anini muno no mothe thiini wa studio twina Babu Owino. Babu Owino ni mumui ni mubunge wa Embakasi East nego kunigetha gukorwo akinyitirira mbeu njithi na nigetha twire agigakinya hau akinyirie ati na nigetha twire ni acokire mwena witu na ni atwendete muno makiria na ni akiherire na agicoka kuria tukiri na Babu Owino haha na nigetha akorwo akimenya ni na mbeu njithi na nigetha ere youths oria megukorwo magikinyukia thiini wa utongoria. Babu Owino, good morning. Morning Wangeshi. Uhoro waku? Habari yako? Ni mwega. Kuhana atia? Ni kwega. Salimiana kamera number 1 na Kikuyu. Uhoro wako? Ukishindwa hiyo salimiana na Kijaka basi. No. Uhoro wako? Iko sawa. Uko sawa? Iko sawa kabisa. Uko salama mheshimiwa? Niko sawa kabisa. Habari ya utokako? Niko sawa, kila kitu iko sawa. Mwenyezi Mungu ametulinda. Kweli. Umetoka site gani? Nyumbani. Nyumbani huko kwenye umetoka saizi? Saizi niko hapa Lavington. Ndio. Kuko salama? Watoto wako salama? Watoto wako sawa. Nyumbani kuko salama? Embakasi ndio? Embakasi pia iko salama. Hata from hapa naelekea huko saizi. Niko na mkutano huko na wazee. Tumeshukuru sana. Najua watu wengi wanakujua na labda wanakufahamu, lakini kuna mtu mwenye pengine hakufahamu sababu tunakuaga Facebook live. So tuna watu wengi ambao wanatazama hadi kutoka mipaka ya nje ya mipaka ya Kenya. Tunaweza taka tu wasalimie, waambie jina lako, umetoka wapi, unafanya nini ndio tuanzishe. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Babu Owino. Mimi ni kijana kutoka Bondo constituency Imbo. Na nimeoa kwanza, nimeoa from the mountains. Wow. At least sasa na feel at home, it's not a surprise. Kweli. Kwa sababu nasikia ni kama niko nyumbani. Kweli. Niko na watoto wawili. Wow. Na mmoja ako njiani anakuja pia. Bidii. Watatu. Ndio. Na nimeshukuru sana kwa kunipatia hiyo opportunity. Kweli. Tumeshukuru sana sababu yako kuja. Najua wewe ni mtu mwenye ako na mambo mengi ya kufanya. Saa hizi ungekuwa umeenda Embakasi. Lakini ukachagua uje hapa ndio uzungumze na vijana haswa ambao saa zingine wamepoteza mwelekeo, wengine hawana hata matumaini ya kesho. Labda tunaweza anzisha na Babu Owino ni nani, alizaliwa wapi, mtoto wa nani na ulizaliwa lini? Ndio, mimi nilizaliwa 1987, October 10th. Saizi niko na 30 years. 87. Hiyo ni kitambo sana. Mdogo sana. 30 years. Jina ndio mzee. Babu. Sasa niko 30 years. Okay. Actually I'm turning 31 in October. October 10th ndio birthday yangu. Nilizaliwa kwa familia ambayo from a single mom because my dad passed away nikiwa class 3. So nilikuwa raised up from a very humble background. That's why I'm always a humble man. Hata Biblia inasema humble yourself before the Lord, alafu atakuinua. He will lift you up. Nimeoa. Bibi yangu anaitwa Frida Mudhoni. Niko na watoto wawili. Mkubwa ni 6 years old. Anafuatwa na 2 years 4 months. Alafu na unborn moja. Naweza uliza mheshimiwa Babu, watu labda hawajui kwamba umelelewa katika familia ambayo ni ya humble family, mwenye mmetoka chini, labda watu wanadhani wewe ni mtoto wa tajiri. Ni mambo yapi unaweza fahamu, unaweza kumbuka wakati ulikuwa mdogo, shida zipi mlipitia katika ulezi wako? Wakati tulipokuwa tukilelewa, niko katika familia ya watu watatu. Dadangu mkubwa, ndugu yangu, alafu mimi ndio last born. Na mamangu alikuwa akiuza chang'aa kitupeleka shule. Sasa hata jana niliona venye kulikuwa na crackdown ya illicit brew, mimi naye mwenyewe sikusikia vizuri kwa sababu mambo ya illicit brew, mambo ya chang'aa, kuna watu ambao wanatumia hiyo biashara kulipa school fees, kuleta chakula kwa nyumba, kulipa kodi ya nyumba. Kwa hivyo mimi mambo ya illicit brew siwezi piga hata kidogo na siwezi ipinga. Labda serikali ikiweka regulation ya timing so that watu wenye wako addicted kwa kunywa labda hizo illicit brews kama chang'aa
wa reduce the timing, but kuipinga mimi naye siwezi, kwa sababu najua hiyo ndio imenifanya niwe Babu Owino saizi. Hiyo ndio mambo ambayo ilifanya nilelewe, nilipiwe karo ya shule, na nakumbuka vizuri huo wakati polisi hata walikuwa nakuja nyumbani wanachapa watu nyumbani. Kwa sababu wakati wa Moi kulikuwa na some elements of dictatorship. Sio wakati unaona watu umeketi nyumbani, watu wanachapwa ndani ya nyumba na wewe pia uko pale. So niligrow mimi nikijua kwamba hii maisha siku moja lazima nitoe mzazi wangu katika ile hali ya hoehai, katika hali ya kinayai. So nili make an agreement na mimi mwenyewe ya kwamba hii maisha siwezi kuyaishi. Nilikuwa katika shule ya kuu ya Kisumu Boys. Pale niliscore A-, nikaitwa Egerton University. Wow. Wenye nilitoa Egerton University. Hivyo basi mamako alikuwa anakupeleka shule na pesa za kuuza chang'aa. Ndio, na fundraising pia. Wow. That's why maneno ya shule mimi naipenda sana. Kwa sababu mama alikuwa ananiambia kwamba hii shule ndio mambo ambayo itakutoa nje. Kweli. Hiyo ndio imefanya at least saizi niwe na degrees mingi, kwa sababu nilijua nililelewa nikijua hii mambo ya shule ndio itanitoa nje. So hiyo ndio niliweka kwa mind yangu, na ni mambo ya ukweli. Na ningependa ku-encourage watoto wetu, hii education is the key to success. Elimu ni kitu muhimu sana. Kweli. Ndio. Na ni wakati upi ulikuwa mgumu sana katika maisha yako kabla hujafika katika chuo kikuu? Ni wakati mgani unaweza kumbuka mambo yalikuwa magumu zaidi? Mambo yalikuwa magumu throughout. Hakuna siku moja yenye mambo haikuwa nzuri, lakini hakuna siku moja yenye mambo ilikuwa nzuri. Ni ile tu tuliyazoea sasa, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa hali ya maisha. Ile hali ya upweke, unatoka hapo unajua kuna shida hii. Sasa lazima tuzoee, kwa sababu hata kama tungezoea, hiyo ndio was the only way of life. So hiyo maisha yetu sisi tuliyazoea, ilikuwa maisha ya umaskini sana, ile ya chini. Umejua ukiishi katika slums na mnauza chang'aa, hata familia zingine, watoto wengine wanasema watu ndio wanaharibu familia yetu, kwa sababu baba yetu anaenda kunywa pale, mama yetu anakunywa pale, hawarudi nyumbani. So nyinyi pia mnachukuliwa hapo katika slums kama watu ambao pia wana destroy families. Kweli. Na lakini hiyo ndio ilikuwa hali ya maisha. Kweli. Na I'm not scared to say it, I'm proud of it. Because at least ilikuwa inanikumbusha penye nilitoka. Mtu kama Daudi katika Biblia alikuwa mchungaji wa wanyama, lakini akakuja akakuwa mpaka king. Unajua viongozi wengi ambao walilelewa katika hiyo hali ya upweke, umaskini, lakini wamekuja wakakuwa watu katika society. Kweli. Ambayo pia ni role models. Ndio. Kwa hivyo ndoto zako, sababu labda si za uongozi, ndoto zako wakati pale mlikuwa mnauza chang'aa, wakati pale mlikuwa mko na hamna pesa, mamako anateseka, polisi wanakuja, ndoto zako kama kijana zilikuwa zipi, ama ni wapi mbali ulikuwa unaona? Mimi kama kijana nilikuwa najua, niliweka katika moyo yangu ya kwamba siku moja nitakuwa mtu katika hii society. Hiyo niliweka kwa mind yangu kabisa, kwa sababu nilikuwa najiamini. Nilijua mamangu haku give birth to a person who is stupid. Aligive birth to an intelligent person mwenye nilijua ya kwamba siku moja nitamtoa pale. Na hiyo ndio ilikuwa nia yangu. So nilikuwa na work towards that every day. So nilipomaliza high school nilijoin sikuenda Egerton University kwa sababu venye nilitoa huko sikuridhika na ile grade ambayo nilipata. Ilikuwa imenihuzunisha kwa sababu nilikuwa nasoma nauza chang'aa usiku, huwezi fukuza watu nyumbani. Kwa hivyo lazima waache wamalize kunywa hata kama ni saa 7 saa 8 usiku. Kuanzia hiyo saa hizo ndio lazima uanze kusomea kuanzia saa hizo. So nilikuwa najikakamua sana. Nilikuwa mvumilivu, nikajikakamua, nikaamua kwamba hii exams nitapata hata A plane. Lakini venye results zilirudi sikupata hiyo A plane. Ilinipatia mori sana, ilinihuzunisha, na ikanipatia hofu. Na nikasema kwamba hiyo maneno ya university hata sitaki kwenda. Hivyo ndio sasa niliamua nikuje niishi na kazini wangu hapa Nairobi, tuanze kuhustle. Tukahustle, nikaona scholarship iko kwa katika gazeti ya A levels. Kazini wangu akaniambia ni join hiyo A levels. Mimi nikaenda kule, nikafanya A levels hiyo Cambridge system. From hapo ndio sasa nikajoin University of Nairobi. Nikafanya degree yangu ya kwanza kwa actuarial science. Mungu akanisaidia nikapata first class honors. Nikafanya degree yangu ya law, nikafanya masters kwa actuarial science. Na pale katika A levels nilifanya diplomas 4. So at least
vision yangu mimi mwenyewe nimeambia Mungu asante sana. Saizi hata nikiwachana na siasa sitalala njaa kwa sababu najua yale mambo ambayo nimeyasoma yatanisaidia maishani. Okay. Katika hayo ni kijana mmoja anaitwa Caesar. Ndio. Mbona watu wanasema ni wewe? I think tunafanana tu, lakini mimi na Caesar sisi ni watu tofauti. Mnajuana? Tunafanana na tunajuana. Mnajuana? Ndio. Caesar zakaenda wapi? Sio mimi. Caesar ulisikia wakati mwingine alikuwa na mambo zingine, sijui nini litendeka, akawacha shule. Lakini yeye mwenyewe huyo si mimi. Huyo si wewe. Huyo si mimi. Okay. Labda sasa tuingie katika uongozi wako sababu time imetukimbiza kidogo. Lini ukakuwa mkakamavu hivi mpaka ukaingia katika, na tunaona familia yako ni ya chini, ukajiamini vipi mpaka ukaingia katika uongozi, na uongozi wako ulianza lini? Umejua kila kitu ambacho kinatendeka ni hali ya Mungu. Ukiweka Mungu mbele na ufanye bidii maishani, kila kitu utapata ile mambo ambayo unataka. Alafu pia Biblia inasema kile ambacho ulimi yako inasema itakuja ifanyike. Kwa hivyo ukikuwa mtu negative always unasema mimi siwezi, basi hautaweza. Ukisema wewe unaweza, utaweza. Tukiangalia hata katika Biblia tunaona viongozi ambao walitoka chini sana. Yesu mwenyewe alizaliwa katika familia ya carpenter, lakini yeye ndiye alikuwa God the Son. Mwenyezi Mungu mwenyewe. Si kweli? Tunaona Daudi katika familia yake alikuwa anachuga mifugo. Tunaona Joseph alitoka katika familia ya umaskini, ilibidi familia yake wamuuze kama slave. Lakini siku moja yeye akaenda hata prison. Unakumbuka akiwa na shida na bibi ya king hapo, akakataa ku give in kwa yule bibi, akapelekwa prison. Venye alipotolewa hivi akakuwa king. Kwa hivyo mimi naona kwamba hii mambo ni kujikakamua na kuomba Mwenyezi Mungu na kuweka goals zako right. Katika primary nilikuwa prefect mpaka class 8, nikakuwa kama ilikuwa inaitwa head boy, head student. From hapo high school pia prefect na nikakuwa head student. From hapo Millennium Academy nikakuwa tena head student. Pale university nikakuja nikakuwa student leader. I think mimi ndo nimekuwa student leader ambaye ameserve longest in the whole world in the history of student leaders, kwa sababu nilikuwa student leader for 4 terms. But ni kwa sababu wale wanafunzi walikuwa naona kazi yangu ni nzuri, walikuwa naona kwamba huyu babu anatetea haki yetu. Manake pale katika university watu wametoka katika familia za umaskini, na katika zile familia usipopata yule kiongozi nzuri mwenye hawezi pigania haki yenu, then mtaishi katika hali mbaya sana. Help unapewa kama 40,000 per year averagely. Wanafunzi wanatumia 28,000 kwenda kulipa school fees. Unabaki na 12,000, unaambiwa kila mwezi utumie 1,000. Haiwezekani. Alafu gava serikali pia ilikuwa inataka kuongeza karo ya shule. Haya mambo ilikuwa inataka student leader strong, mkakamavu, ili kupigania hayo mambo ili serikali isiongeze karo. Maana yake wakiongeza, wanafunzi wengi wata achieve their dreams. Na mimi nilikuwa nikiona wanafunzi, mimi najiona. Nikiona mtu ambaye ako chini najiona, kwa sababu najua nimetoka katika ile hali. Na pia naomba Mwenyezi Mungu siku moja at least hii Kenya venye naona ikiendelea, siku moja sisi ndio tutabaki hapa. Hao viongozi ambao wako saizi wote, ukiwapatia 10-15 years wote watakuwa wameenda. Nani watakuwa wamewacha uongozi, watakuwa wengine wameretire, wengine wamewacha tu siasa, wengine tutakuwa nao. Lakini naona hiyo time ikifika sisi ndio tutakuwa pale tuna make decision on behalf of the nation. Kwa nini uliamua kuwa kiongozi wa Embakasi East, na kwa nini ukaamua kuingia katika siasa, na nani alikupatia hiyo motisha ya kuingia katika uongozi wa? Mimi kwanza venye nilimaliza degree yangu ya kwanza in 2013 niliwania kiti ya ubunge ya Westlands nikiwa around 24 years. Lakini haikuwa wakati wangu. Umejua kuna wakati wa Mungu, kuna ngoja ile wakati wa Mungu ikifika itakuwa wakati wako. So hiyo time venye niliwania kiti siku give up. Niliamua tu nijikakamue, niongoje, niwe mvumilivu, niongoje 2017 na nikachagua Embakasi East kwa sababu pale Embakasi East kuna roots zangu huko. Mzazi wa mama ambaye alifariki pia kitambo sana, babaki alikuwa ameishi pale sana. Sasa mimi wakati kidogo nilikuwa nakuja na visit kidogo Nairobi, nikirudi Kisumu ile mara moja. Sasa mimi nilikuwa ninajielewa na ile mahali sana. Alafu familia pia wako pale kubwa sana kutoka side ya mamangu.
juu mzazi wa mama alioa pale bibi wanne. Alafu kila mama alikuwa na watoto zaidi ya wanne watano, au pia wakaoa wajukuu wakaoa. Sasa pale kuna familia kubwa, so mimi nilikuwa narudi tu nyumbani. So nilisema at least chenye ilinisukuma niingie uongozini ni ya kwamba kusaidia watu, ile nia ya kusaidia watu, kwa sababu nilikuwa natafuta position ambayo naweza saidiana. Hizi mali zote zenye tuko nazo, anything lately yenye tuko nayo, hizi ni mali za malimwengu. Fadhali ukiona mtu anateseka, ile chenye iko mpatie. Mimi mtu akiteseka na ninajua huyo ana shida, hata kama sina hela naweza uza hata viatu vyangu nimsaidie. Kweli. Tukirudi pale, tunashukuru Mungu kwamba viongozi wetu wawili, Raila Odinga na Rais Uhuru Muigai Kenyatta waliweza kusalimiana ili tuwe na amani. Lakini tukirudi tu sababu tumesameheana, kuna siku ukapandwa na mori, ukazungumza lugha mbaya, labda ukaongea vibaya kuhusu Mama Ngina na Rais. Ulikuwa wafikiria vipi saa hizo? Acha nikuelezee kitu. Media ni chombo nzuri na tena chombo mbaya sana. Mimi mwenye mambo ambayo niliyatamsha, nilisema kama Gaddafi alitolewa na wananchi. Gaddafi unamjua kama dictator. Kweli. Kama Yahya Jammeh alitolewa na wananchi. Yahya Jammeh unajua kama dictator. Kama Bagbo alitolewa na wananchi, pia ni dictator. Wewe ni nani? Wewe ni mtoto wa umbwa. Hiyo ndio chenye nilisema. Wewe ni nani? Kama wale walitolewa, wale walikuwa bulldogs. Wewe ni kama papi kwao. Wewe ni kama papi. Mtoto wa umbwa in English is papi. Not that nilimaanisha Mama Ngina ni mtoto wa umbwa. Ni mbwa. Mimi mwenyewe nimelelewa na mama. Na siwezi dharau wanawake. Mimi mwenyewe niko na bibi. Siwezi dharau watu hapo. Na tena ninajua nimeoa hiyo wakati siasa ilikuwa kali sana. Bado nilikuwa na bibi wangu kutoka on the mountains. Ni kweli. Na mimi mwenyewe ninaheshimu hiyo. Sasa kama ninarudi pale nyumbani nipate mtoto wangu, acha nikuelezee kwanza. Nipate mtoto wangu msichana ajue ati babake alitanga wa mama mbwa. Honestly, nilimean papi to bulldog. Bulldog ama dictators. Lakini wewe ni kama wewe bado wewe si dictator. Wewe hujafika hiyo level ya dictator. Lakini kama ma dictators walitolewa na wewe bado wewe si dictator, then tunaweza kukutoa. Hiyo ndio nilimaanisha. Ulisikia vipi wakati hiyo mambo ilienea na wakashika isipokuwa vile hukumaanisha? Ulikuwa unahisi vipi wakati hiyo mambo yote yalikuwa yanaenea? Na labda umejua kwa sababu media waliweka venye walivyokuwa nataka iwekwe, ili umejua media controversy ndio ina sell kwao. Kama wangejua nimesema papi wangeirudia. Lakini controversy ndio walikuwa nataka waseme, sasa wagonganishe zaidi. Alafu hiyo wakati ilikuwa wakati wa mori mingi. Watu walikuwa wamehuzunika, watu wamekasirika kwa upande zote. Sasa hiyo wakati ukisema kitu kidogo hivi ni mambo mingi ndinatoka. Sasa sikupewa any opportunity kuji-explain. Sasa mimi nilikuwa na kuwa condemned and hard. That's why mimi nilisema kama ni kubeba mzigo basi wa hiyo siasa nitaibeba. Haya, salamu katika salamu zenye aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga wakiwa na Uhuru Muigai Kenyatta walisalimiana. Ulizichukulia vipi na hadi wa saizi unaona mirengo yote miwili tunaendeleaje? Mimi nafurahia hiyo mambo sana. Kwanza mimi nikiwa student leader, Uhuru Kenyatta alikuwa rafiki yangu zaidi. Acha nikwambie leo. Mimi nikiwa student leader nimeserve for 4 terms. Hizo 4 terms President Uhuru akikuja wakati wote nakuja university zingine ananiita State House. Hata Obama akikuja ni Rais Uhuru ndiye alini-invite kwenda State House. Yeye mwenyewe aliniambia kuja patieni Babu kadi akuje huko. Kwa hivyo alikuwa rafiki yangu. Ni ile yenye tulitofautiana wakati wa siasa. Kwa sababu mimi nilikuwa katika ODM. Rais Uhuru alikuwa katika Jubilee. Haingekuwa sahihi mimi kama mtu wa ODM kudefend ideologies za Jubilee. Ilikuwa tu mimi defend ideologies za party yangu. Na hiyo ndio ilikuwa inatakikana. Lakini venye walisalamiana hata mimi nilifurahia sana. Kwa sababu kila kitu na happen cause of a reason. Saizi hii nchi hakuna kelele kwa sababu hiyo salamu. Saizi hii nchi haina mambo mingi. Nchi ilijengwa na wazazi wetu. Our forefathers wali struggle kuileta mpaka pahali penye iko saizi. Kuidestroy in a minute haileti shangwe, haileti raha juu ya siasa. Sisi wanasiasa tukiwa bungeni sisi ni marafiki. Tukitoka nje tunataka tuambie watu ati tuko tribal.
ili tugonganishe watu wetu. Sio kitu nzuri, kwa sababu hii nchi itabaki, watu watakuja wataenda. Viongozi walikuwa wakaenda, saa hizi tutakuja tutaenda. Kama wengine watabaki, watakuja mbele, na wengine pia wapya waje mbele. Sinafaa tuache nchi ambayo kila mtu anaweza ishi. Kwa sababu kama kuna vita siasani, afadhali uwe na ile wanasemanga better a plate of vegetables at peace. Biblia inasema hivyo, kuliko ile bowl of beef lakini unakula nyama na hakuna amani. Heri tuwe na ile amani, tukae kama wananchi wa Kenya. Sisi wote kitu kimoja. Si wewe Wangeshi huko apply wewe uzaliwe Mkikuyu, mimi siku apply nizaliwe Mjaluo. Tunakuwa too proud of our tribes, our roots. But hatuwezi tumia hiyo tribalism kugonganisha wa Kenya. Hiyo tribe yetu tusitumie kuunganisha wa Kenya. Haitaleta shangwe. Kwa hivyo mimi nashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta na Right Honorable Raila Amolo Odinga. Hao watu ni viongozi ambao wameserve nchini na wako na best interest ya wananchi wa Kenya. Watu wachane na watu ambao wanataka tu saa zile kuna fujo ndio wanaenda juu. Saa zile kuna fujo kidogo wanataka tu nchi iwe tu katika ile harakati ya vita. Hiyo mimi mwenyewe sita support. Na mimi mwenyewe nikichukua sides, mimi nachukua sides. Whether with the weakest side or the strongest side, mimi nakufa nayo for the best interest of the Kenyan citizens. Kabla turudi katika siasa za 2022, mwaka ambao utakuwa ni wa uchaguzi, na labda tutaona kwamba wakati wa Uhuru Kenyatta utakuwa umeisha, labda utatuambia labda maoni yako, lakini turudi katika uongozi wa vijana. Vijana wako na matumaini. Tunaona kwamba wameletewa pesa za vijana ziwasaidii zingine. Unaona kwamba vijana watafaidika vipi na watafaidi vipi na uongozi? Mimi kwanza sipendi hali ambayo inafanyika katika nchi sasa, kwa sababu hela zote Kenya tunasema hatuna pesa, lakini tunasikia sasa kidogo mtu ameiba mabilioni, mtu ameiba hii, mtu ameiba hii. Mimi nakwambia Wangeshi, hii Kenya tukiwacha hii mambo ya tribalism tutanyorosha hii Kenya. Kwa sababu mtoto saizi Murang'a, mtoto saizi Kiambu, mtoto saizi Kirinyaga ama Siaya ama Migori, saizi wakiteseka wakiwa na umaskini ni moja. Ni kweli. Hakuna njaa ambayo inajua Mjaluo na ijui Mkikuyu. Njaa zote zinajua kabila zote na inakutreat equally. Juzi hapa Gikomba ilichomeka. Walichoma ya Mjaluo wakaacha Mkikuyu, ama walichoma ya Mkikuyu wakaacha Mjaluo. Zilichomewa zote. Kwa hivyo shida ni shida. Kwa hivyo tukideal na hizi mambo za corruption, wacha tudeal na watu kama individually. Tusiende to defend watu tuseme huyu mtu anatoka katika tribe yetu. Sazila anakula kibinafsi. Sazila napigwa anasema tunapigwa. Kwa hivyo mimi ningeweza kuambia wananchi wa Kenya, tusiwe na ile akili ati mtu wetu anapigwa. Mtu wako anapigwa na Sazila anakula peke yake. Tu fight hii vita ya corruption. Tuhakikisha kwamba hii Kenya tuinyoroshe. Tukishafanya hivyo, vijana watapata kazi. Unaona hapa Youth Fund na NYS, scandals ziko mingi. Hiyo ni ya vijana, si ni kweli? Vijana ndio nafaa faidike pale. Lakini saizi hakuna makazi. Hata ukienda Youth Fund au pewi loan. Mimi mwenyewe nimepeleka watu wangu pale, lazima ufuate procedure. Unaambiwa wewe kama kijana, leta title deed, leta logbook. Utaletaje logbook na unataka uanzishe biashara ununue hiyo gari? Unataka uanzishe hiyo biashara ununue hiyo shamba? Utatoa hii title deed wapi? Kwa sababu Wakenya ambao wamepewa hizi kazi wawe chonjo sana. Wasituletee madharau mingi kwa sababu wako katika ile ofisi. Hiyo ofisi uko hapo ili userve wananchi wa Kenya. Kulingana na wewe Babu, sasa uko katika uongozi na uko katika serikali, sisi wananchi wa kawaida tuko nje. Tunaona kwamba watu wanapelekwa kotini, wanaachiliwa. Tunajua hata wengine walikuwa katika hiyo NYS na bado wako nje. Unaweza fanya nini ama ni nini koti itafanya kuona kwamba hizo pesa na fedha zimeregeshwa? Kwanza, mtu yote ambaye ako corrupt face the law. Hiyo ni kitu ya kwanza. Nao watu pia ambao wako corrupt wana haki yao katika constitution. Nikiwa objective nisiseme ya kwamba watu sasa wapelekwe kotini wafungwe immediately. Lazima wasikizwe. Kwa sababu kuna wale wadogo pia wenye viongozi wao wenye wako juu ndio waliopatia hizo instructions. Maamri, fanya hii. Lakini yeye sasa nakuja nasikishwa, lakini mdozi wake ndiye alimpatia. So hiyo yote itajulikana wakati wa hearing. Na constitution inasema that everybody is innocent until proven guilty. Kwa hivyo wakipewa cash bail ni sawa. Hiyo ni haki yao katika kile constitution. Lakini mimi naona kwamba hizi cases zifanywe haraka, iishe haraka, tujue ni nani na nani waliiba haya pesa. Bado tuna matumaini kwa sababu hii nchi hatuwezi acha hivyo. Tumetoka mbali zaidi. Na bado tunaenda mbali. Kwa hivyo nchi nimejua ya kwamba kuna hope.
Najua kwamba kuna watu kadhaa ambao wanataka kuzungumzia labda, lakini tukirudi unaweza tuelezea mambo ya dawa za kulevya, mambo ya bangi, mambo ya nini katika Embakasi East. Unafanya nini kuona kwamba vijana na imeisha kuona kwamba pia inamaliza vijana katika nchi yetu? Na labda utatuelezea vipi unafanya kama kiongozi wa Embakasi. Wacha kwanza tusome 2 ama 3 ambao watu wanaendelea kuandika SMS ndio tujue wanasema vipi. Good morning. Rikiratha, mimi ni mkazi wa Utawala. Niulizie mheshimiwa wangu Babu Owino, sewage ya Utawala inakonektiwa lini? Tunaumia sana na tuko karibu sana na Ruai sewage site. Ni mtu anaitwa Rebecca. Mwingine anaitwa James Kuma Soweto. Ask Owino, hii barabara ya Livo Bank wameicholea vipi juu haipitiki, bodaboda we are suffering. Mtu anaitwa James Kuma Soweto. Jugona Kuma Muigega kigo hai wangeshi. Ask Babu where he got his wealth, his businesses and the meaning of TBIM. Atatuelezea. Na ni zile ambazo tunaendelea kupokea watu ambao wanataka kuuliza, labda wale wenye wanatazama saizi ni watu wenye kutoka Embakasi, labda unaweza wajibu hizo maswali. Wacha nianze na ile muhimu sana, mambo ya barabara na sewage. Mambo ya barabara kutoka Riverbank ambayo dadangu ameulizia hapo. Hiyo barabara kutoka Jeshi mpaka Soweto Bridge. Hapo katika Soweto Bridge imeharibika sana. Lakini kuna masisters wenye wana claim hiyo ni land yao. Sasa iwezi tengenezwa. Hiyo mambo wanapeleka kotini, iko kotini as we speak. So ukikuja kutengeneza utakuwa against matters za court. Lakini nimeshaongelesha CS Bwana Mashare wa Transport and Infrastructure. Wakasema kwamba wataitengeneza mpaka hapo tu kwa bridge by November. Hata niliweka katika Facebook yangu. Itatengenezwa. Mabarabara mingi sana zimetengenezwa Embakasi East. Pale Utawala wametengeneza ring road. Hiyo imetengenezwa kwa sababu ya mikakati zangu. Barabara kutoka Benedicta to Kinka, hiyo inatengenezwa by December. Tulisikizana na CS hivyo. Itaundwa. Ukikuja huku hapa Savannah Ward, huku sehemu za Donom, ni Donom Road imetengenezwa as we speak. Barabara kutoka Kamola kwenda Vumilia imetengenezwa. Ile Arambe Sako inatengenezwa as we speak. Embakasi Ward penye hiyo Riverbank pia iko kutoka Gate B kwenda mpaka kwa ndege imetengenezwa na ngoja tu lami peke yake. Kutoka kwa ndege mpaka Riverbank yenyewe imeshatengenezwa. Naenda kutengeneza kutoka Tasia Stage kupass through Catholic. Hiyo inaanza by the end of this month. In Miangu wametengeneza Lingam Road, naenda kutengeneza ile St Michael's by November na hiyo Chok Road. Kwa hivyo mabarabara mimi mwenyewe nimefanyia kazi na ninajua barabara zote ambazo zina shida Embakasi East constituency. Mambo ya sewerage ni mambo ya county. Mimi mwenyewe nitaenda niongee na governor, niweke pressure pale kidogo katika county wanisaidie hapa. Ili wananchi wa Kenya wapate at least jinsi ambavyo wanaweza pita, kwa sababu hizi masiwa lines zikibreak inakuwa hata health itakuwa hazardous. Kuna health hazard pale, si mzuri kwa kimaisha. So mimi mwenyewe nitaongea na county wa fix hiyo, nitaongea na governor wa fix. Swali lingine ambalo limeulizwa ni kwamba hiyo mambo ya Babu you are 30 years old. Utajiri wote huu ulitoa wapi? Labda uelezee vijana wetu pia waweze kuwa kawe. Umejua huwezi sema Babu ni tajiri kama hujui Babu ana nini. That's why nilisema ile maneno ya lifestyle audit, mimi niwe mtu wa kwanza. Mimi venye unaniona hivi. Acha Babu zako. Venye unaniona hivi, Mwenyezi Mungu anajua huyu Babu Owino ni mtoto wangu. Venye unaniona hivi. Na by extension ni simple basic needs. At least kuna pale nyumba yako, uko na gari ndogo ile ambayo nilipewa grant ya kununua kutoka bungeni, niko na at least unaweza afford school fee kidogo. Ni normal lifestyle kama mimi na wewe. Hakuna kitu nyingine ambayo una magnify. Wewe unasema Babu ni wealthy, ni kama Babu anaown dunia nzima na bingu. Sasa mabilionaires utasema wako level gani? Unataka wafanywe audit kianza wapi? Mtu wa kwanza wafanye audit. Kiatu yangu mimi nilijua nimenunua Gikomba, nimejua hii nguo yangu nimenunua pale karibu na Marikiti, kuna stalls za nini hapo. Longi nimetoa Kariako. Sasa na niko na risiti zote. Sasa nisidhulumiwe ati kulingana na wewe lifestyle audit inafaa kufanywa aje? Sasa sababu umeingiza hayo. Hii mambo ya lifestyle audit I think kuna system ambayo ina work Nigeria.
yenye ni effective sana, ambayo wakisuspect ya kwamba uko na mali ambayo si yako, kwanza wanafanya ile seizure system, wanaichukua kwanza. Ndio wanataka kupeleleza mambo ilitoka wapi. Lakini hii ya Kenya wanataka uende kotini kwanza, mara koti kupate aje. Judiciary saa zingine kuna mambo machache hapa na pale. Lakini hata judiciary ili wa fight vita ya corruption, waongezewe pesa. Ofisi ya DPP saizi wanafanya kazi mzuri. Waongezewe pesa, ofisi ya judiciary wapewe pesa ya kufanya kazi. Kwa sababu pale DPP unapewa lawyer ambaye ndio ametoka kwa graduate. Huyo lawyer atalinganishwa na lawyer wakubwa kubwa. Hawezi shinda hizo makesi. Kwa hivyo tunataka wale lawyers ambao wako experienced wawe hired na the office of the DPP. Ile swali ambalo tulikuwa tumeuliza kwamba dawa za kulevya katika Embakasi tunafanya nini ili kuzimaliza na kuona kwamba vijana wako sawa? I think mambo ya dawa kulevya ni kwa sababu ya idling. Youth kama wana kazi, Biblia inasema kwamba an idle mind is a devil's workshop. Sasa zile hakuna makazi katika constituency, utapata mayouth wetu wanakuwa involved kwa madawa ya kulevya kwa sababu ile frustration. Mimi mwenyewe kama kiongozi nimeanza maprogram zangu. Car wash machines zinapeanwa kwa mayouth. Mimi mwenyewe ninapeleka mayouth training kama madrivers, kama useremala, kama plumbers, kama tailors, caterers, wamama na mayouth nini ya kiume, youth wa kiume, because vijana ni yote ni kiume na kike, si ni kweli? So mimi mwenyewe nahakikisha kwamba watu wapelekwe training ili waanzishe kibiashara yao. Wale wenye wanapewa car wash machines wapewe, wale wenye wametoka katika college na university na walink na industries wawapatie makazi. Haya, tunaenda katika siasa za 2022. Watu washaanza kuzunguka wakisema mambo ya siasa ya 2022. Ndio. Labda wewe, kulingana na wewe, 2022 itakuwa vipi? Ndoto zako ni zipi katika upresident? Mimi naona kwanza tusidharau rais wa Kenya. Rais ni mtu ambaye amechaguliwa na watu, si ni kweli? Na wamempatia ile responsibility ya kutake charge na kudeliver services kwa wananchi wa Kenya. Sasa zile umeanza siasa 2022 saa hii, hiyo ni kama kudharau pale juu. Tuachane na hiyo siasa 2022. To serve Kenyans. Kama watu wameona Babu Owino atakuwa amefanya vizuri by the end of 2022, watasema Babu sasa tunafaa tumpandishe kidogo, tumpatie cheo aingie katika hii kiti hata hii ya Nairobi. Kwa sababu si nimetosha. Sasa after hiyo ndio sana tena Wakenya wajaji. Lakini tukianza siasa 2022 sasa hii tutakuwa tunaleta siasa wakati wowote na development atuleti. Wale ambao wanapiga siasa 2022 wa suspend hizo mission zao. Sasa hizi venye Kenya imekuwa kitu kimoja, tufanye kazi. Kama 2022 watu wataungana, tuone round hii jamii ya Wakikuyu na Wajaluo waungane pia. Tulete Wakalenjin on board, tulete Wakamba, Waluya, Wakisi, tribe zote. To form serikali moja. Na hiyo itafanyika kama tuna change constitution. Kwa sababu kila wakati dadangu, kila wakati wa siasa ikiisha, watu wanapigana, watu wanauliwa, na watu wanauliwa si ma relatives wa politicians. Watu wanapigana si ma relatives wa politicians. Tubadilishe vipengele vipi? Hii constitution iwe inclusive. Kutoa hii maneno ya tribalism, tutaleta inclusivity. Ili Mjaluo asipopata kitu pale anajua kama yeye si rais, yeye ni prime minister ama deputy rais ama deputy prime minister. Kikuyu vile vile anajua ako na stake pale. Mkamba anajua ako na stake pale. Mluya anajua ako na stake. Mkalenjin ako na stake na Mkisi. Na tribes zote wanajua ako na stake pale. Na hizi mawaziri zote zichenjiwe. Hakuna hii mambo ati waziri anasoma huko nje ngambo. Anakuja na pointiwa hapa waziri. Hajai tembea hata kwa salama, ajui shida ni nini. Yeye ukimwambia tengeneza hii barabara, yeye anakupiga PR. Ajui hiyo barabara iko mbovu aje. Lakini ukichukua wanasiasa kama vile kitambo, wale wabunge wawe waziri, itasaidia. Kwa sababu ukimwambia mimi nalala njaa, anajua njaa ni nini. Ukimwambia mimi hii barabara siwezi pita, anajua. Ukimwambia unataka basari ya shule, anajua. Kwa hivyo hizo hao ma technocrats wawekwe kando, wapewe hizo kazi za ma PSS na nini, lakini ma CSS wawe wale wajumbe. Hiyo italeta inclusivity, hiyo italetea wananchi ile hali ya development. Kwa hivyo hii mambo ya 2022 tuachane na, to concentrate on reviewing, changing the constitution. Hii include kila mtu. Kweli. Na tunaona wakati umeyoyoma, sasa ni wakati wa kumaliza. Labda neno la mwisho kwa watu wa Embakasi, neno la mwisho kwa Wakenya na vijana kwa jumla. Asante sana. Mimi ningependa kuambia kwanza watu wa Embakasi East ya kwamba mimi
kijana ambaye mlichagua, ni kijana ambaye anapenda kazi, ni kijana ambaye atafanya kazi bila kulalamika. Na mimi mashida zenyu siwezi kuwa perfect ati na solve 100% of all the challenges, lakini yale ambayo nitafanya hata nikipitisha 70 hiyo itakuwa imesaidia. Na mimi mwenyewe mambo ambazo nishafanya saizi kwa mambo ya mabarabara, kupeana bursaries ya over 20 million kwa more than 4,000 families. Saizi tena tunaenda kuelimisha watu katika hizi matters za skills. Hizi mambo zote, mambo ya maji tena Embakasi East ndio nashughulikia sasa. Piping itafanywa by the end of by mid next year. Piping itakuwa imefanywa Embakasi East nzima. Na mimi nawaambia kwamba mimi nitawafanyia kazi. Mimi ni kijana wenyu na muwe na hakika kwamba mlichagua kijana ambaye ana akili timamu na kijana ambaye anapenda kazi. Wow. Na kwa Wakenya wote ningependa kuambia kwamba tuwe united. Hii nchi ni yetu kama moja. Mchukue example ya Babu. Babu ni Mjaluo lakini hajaoa Mjaluo. Haizi leta tribalism. Hiyo tribalism itaua nchi yetu. Tuwe kitu kimoja, tusavu wa Kenya na tupeane makazi. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Babu. Na tunajua utapata wakati mwingine wa kuja kuzungumza. Ninyi ni kati ya wale viongozi ambao mmeenda mmesimama katika mahali ya Cosmopolitan kwamba si Wajaluo tu walikuchagua, Wakikuyu, Wakamba wote walikuchagua. Na tunashukuru tunatumaini kwamba utarejea siku nyingine tuzungumze na vijana. Asante. Embakasi East wasalimu sana. Asante sana. Tuma na Mheshimiwa Babu Owino Embakasi East Mubuge tugacokia galo nyundu wa kwaria Githweri na nijui ni mwakoro mukinyita maundu mothe ati kindu gia bata muno ni kwendana na gutiga ukabira na nigetha tunyitane ithuothe. Ndugathi haraya ni turacokereria.